kaka wa marehemu, mtoto wa baba yake mdogo, na ni majira ya saa 8 nilipigiwa simu jana kuambiwa ndugu yako ameanguka na tunafanya utaratibu wa kwenda hospitali. Basi tukafuatilia kutaka kujua tatizo nini, kwa sababu pale nyumbani ikabidi niwapigie simu watu majirani pale, wakamchukua wakampeleka hospitali ya Kiramba maeneo ya Charambe. Kutoka pale ikaonekana hali yake sio nzuri sana, ikabidi wafanye safari ya kumpeleka Temeke, lakini kwa bahati mbaya akiwa njiani amefariki. Kwa ufupi, wewe ni msemaji wa familia? Ndio. Na tukio la msiba kama ulivyosema lilianzaje kabla wewe kupata taarifa? Aliamka vizuri, akawa anafanya shughuli zake ndogo ndogo, kwa sababu alikuwa ana ratiba ya kutoka siku ya jana. Kwa bahati mbaya akajisikia vibaya, mara akaanguka. Bahati nzuri shemeji alikuwepo, mke wake, akaita watu wa karibu pale, wakaweza kufanya msaada huu. Baadaye ndio ikaja gari pale kumchukua kumpeleka hospitali, lakini kwa bahati mbaya ndio hivyo, mipango ya Mungu, akawa amefariki dunia. Mzee wetu alifariki mida ya saa ngapi? Simu ya kwanza kabisa nimepata ilikuwa saa 8:20 mchana. Lakini mpaka saa 9 ikawa nimepata namba ya baadhi ya watu waliomsindikiza kwenda Temeke. Akawa ananiambia bwana amefariki. Toka pale tumetoka Kiramba, ilikuwa hali yake sio nzuri, lakini njiani akawa amefariki. Nini chanzo cha msiba wa mzee wetu? Kwa kweli hatuelewi, lakini nahisi ni pressure. Nahisi ni pressure. Hiyo tatizo la pressure lilikuwa linamsumbua muda mrefu au nimetokea ni ghafla tu? Alikuwa nalo, lakini sio ile ya kuwa na mashaka nalo sana, lakini na unajua binadamu sasa hivi mambo ya pressure nini ni vitu vya kawaida. Mzee wetu ameacha watoto wangapi? Familia namaanisha mke na watoto. Ameacha watoto 4 na mke. Poleni sana. Na msiba unafanyika wapi ili watu wengine iwe rahisi sana kufika katika eneo hili, na una mazishi yanafanyika saa ngapi? Msiba upo Charambe kwa Mbiku, maeneo ya kwa Kibore, manake huu mtaa unaitwa mtaa wa Kibore. Na mazishi tunaenda kuzika saa 7 mchana kwa Mpambano. Mswahili Media, elimika na burudika.